Ninakuja kuahidi kuwa chini ya uongozi wangu, mimi na wenzangu katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tutafanya kila linalowezekana kuimarisha uhusiano kati ya nchi zetu mbili. Kama kuna linalolegalega au uhusiano wetu kama unasuasua, kama maseneta wa bunge, Tanzania na Kenya ni wanachama na waasisi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nchi zetu mbili ndizo zenye eneo kubwa kijiografia na idadi kubwa ya watu na milango pekee ya bahari kwa nchi zingine za Afrika Mashariki. Ukweli huu unakuja na wajibu na dhima kubwa kwa nchi zetu mbili. Uhusiano wa nchi zetu mbili ukishamiri, Afrika Mashariki nzima itashamiri. Biashara kati yetu ikistawi, Afrika Mashariki nzima inastawi. Hivyo basi, hatuna budi nchi zetu mbili kutambua wajibu wetu na dhima yetu hiyo kwa upande huu Mungu alikotuumbia Afrika Mashariki. Tunapaswa tutambue kuwa kila mara tunapotokea kuelewana, kila mara panapotokea kutoelewana kati yetu, tunadhoofisha Jumuiya ya Afrika Mashariki. Bila kukusudia, tunajikuta pia tunaathiri kasi ya utangamano wa Afrika Mashariki. Hivyo hatuna budi kuendelea kuelewana. Nikiri kwamba kuna nyakati ambapo ushirikiano wa Afrika Mashariki ulijaribiwa, ambapo baadhi ya matukio, kauli na vitendo vyetu viliweka majaribuni mahusiano yetu na kuupima uimara wa dhamira zetu za kuendelea na safari yetu ya utangamano. Ninachofarijika ni kwamba katika nyakati zana kwamba uchungu wa uzazi unaishia kupata mtoto na unaleta furaha kwenye familia, lakini uchungu wa maradhi unaishia kwenye kifo. Kwa hiyo sisi tunapokerana huo uchungu wa uzazi, tukae tuzungumze na tupate mtoto wa amani, tuendelee na uhusiano wetu. Niwahakikishie kuwa mimi na wenzangu nchini Tanzania tutafanya kila linalowezekana ili uhusiano wetu uzidi kung'aa, na kwa kufanya hivyo tung'arishe ushirikiano wa Afrika Mashariki. Tanzania itaendelea kuwa jirani mbia na rafiki mwaminifu wa Kenya na mwanachama mwadilifu na wa kutumainiwa ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Jitihada zangu na wenzangu katika serikali ninayoiongoza zitaelekezwa katika kuimarisha ushirikiano wetu ndani ya jumuiya yetu. Tutaelekeza jitihada zetu katika kutafuta majawabu palipo na changamoto, kufufua fursa palipo na vikwazo na kuleta matumaini palipo na mashaka. Tutafanya hivyo kwa kuamini kwa dhati kabisa kuwa wana Afrika Mashariki hatima yetu imefungamana, nasi hatuna budi tufungamane. Ombi langu kwenu waheshimiwa wabunge, kama nilivyosema awali, mtusaidie kutimiza azma hiyo. Sisi tulioko serikalini mtusuna tukemee misimamo, mitazamo na kauli za baadhi ya wanasiasa ndani ya mabunge yetu ya kuleta mgawanyiko na kudhoofisha jumuiya yetu. Daima tuwatangulie wafanya biashara na wananchi wetu katika utangamano na kuwaongoza, badala ya wao wananchi wetu kutuongoza sisi. Yanayotokea sasa hivi, wafanya biashara wako mbele kuliko sisi. Kwa sisi sasa inabidi tutunge sera na sheria kuendana na mwenendo wa wafanya biashara. Lakini inavyotakiwa tutunge sera na sheria, wafanya biashara wafuate sera na sheria zetu. Nasema hayo kwa sababu falsafa zinasema kuongoza ni kuonyesha njia na sio kufunga njia. Kwa sisi kama viongozi wa serikali, viongozi wa mabunge, viongozi kwenye mahakama zetu, tuoneshe wananchi zetu njia na tusiwafungie. Ningetamani kuendelea kuzungumza nanyi kwa kirefu zaidi, kueleza furaha yangu kwa upendo mkubwa mlionionyesha, ukarimu mkubwa mliotufanyia mimi na delegation yangu, ujumbe wangu, na heshima kubwa mlionipa.
Isitoshe, tunapokutana Tanzania na Kenya, tunakuwa na maneno mengi sana ya kuzungumza, hayaishi, na hii ni kutokana na ukubwa na uzito wa uhusiano wa nchi zetu mbili. Sasa nataka nisiseme naishia hapa, niseme mniruhusu niakhirishe maneno yangu hapa, kwa sababu nitakuja kusema maneno mengine mbele tukikutana. Kwa hiyo nisiishii hapa, naakhirisha maneno yangu hapa. Tunapokutana Watanzania na Wakenya, kuna mambo mengi. Utani unakuwa umo, vijembe viko umo. Ndiyo mambo yanayochangamsha uhusiano wetu. Sina shaka kuwa tutapata fursa kwa mwaliko wa kuniomba mimi kufanya ziara hii rasmi ya kiserikali nchini Kenya. Nataka nimemwalika Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aje Tanzania. Tanzania mwaka huu Disemba tunatimiza. Mheshimiwa Kenneth Lusaka na Mheshimiwa Justin Muturi kwa makaribisho yenu mazuri sana ndani ya bunge, ya kurudi tena siku zijazo. Hii ni ziara yangu ya kwanza nchini Kenya, na waahidi haitakuwa ya mwisho. Asanteni sana. Haya, waheshimiwa wabunge, bunge la taifa, ni wakati sasa wa kuahirisha kikao cha Senate. Kikao cha Seneti kuahirishwa hadi kesho Alhamisi tarehe 6 Mei mwaka wa 2021. President of the United Republic of Tanzania, Speaker of the Senate, Senator Kenneth Lusaka, honored members of the National Assembly, it is now my pleasure to announce the adjournment of this House until Thursday, May the 6th at 10 a.m.